Light ungelijua nguvu ya Yesu. Hii story naisema na kuirudia kwa sababu haiishi utamu wake na ukweli wake ndani yake. Nilikuwa kwenye makambi, ni miaka mingi sana imepita, na katika ile makambi nikawa nafundisha habari ya msalaba na nguvu yake. Nilikuwa natumia kitabu cha mchungaji Jackie Siquera, kimeitwa Beyond Belief. Ndio nilikuwa nakitumia kama textbook wakati huo. Sasa katika neema ambayo Mungu amenipa, nimesema neema, nikisema neema unanielewa ni upendeleo, ni favors. Hakuna kitu nilichofanya cha kusababisha anipe hiyo. Nilimwomba Mungu kwamba kila nikisimama kufundisha nipe lugha rahisi, hata mtoto mdogo atakayesikiliza kwa dakika chache aelewe. Na Mungu akafanya hivyo. Sasa siku moja ikatokea, familia moja wamehama kutoka Dar es Salaam wakahamia Bagamoyo. Ni sehemu ya mwambao, pwani yote hiyo ya bahari ya Hindi. Huyu mtoto mdogo ambaye nilikuwa simfahamu, nimekuja kusimuliwa baada ya tukio kutokea. Akiwa anatoka shule akakutana na watu wapo kwenye gari jeusi, wakampatia hizo popol, hizo pipi. Mtoto akala. Walimkaribisha kwenye gari na kumwambia tunamfahamu mzazi wako na nini, akakubali akala. Alipokula akalala usingizi. Kwa watu ambao mnajua ulimwengu wa kiroho jinsi ulivyo, vitu vinavyoendelea, ukatili ambao watoto wanafanyiwa, si kwamba tu dunia imefika pabaya, ila kuna ibada ndani yake. Naongea na watu au na binadamu? Yani sio ukatili wa kawaida, umevuka, kuna ibada ndani. Yani kuna roho ambazo zikiona maumivu zinafurahi. Kwa hiyo wakamchukua huyu mtoto, anapata fahamu wako porini. Ndio anashtuka wako kwenye pori kubwa. Na kanaposimulia katoto kanasema mbele yake akaona mtu amevaa linguo jeusi, amejipaka kama majivu kwenye uso, amekaa kwenye kiti. Alafu hawa waliomchukua sasa wanamtoa, wanamwambia yule mtu tumeleta ndio huyu. Yule mtu akamtazama akasema mmekosea, huyu hapana. Yule mtoto alitamka neno moja tu, alivyoona ile sura akajua nipo sehemu mbaya, akasema Yesu niokoe. Simple, only one statement. Anasema likatokea joka kubwa sana kama chatu. Alivyoliona mtoto yule anasema nikaogopa, akapoteza fahamu. Yeye anachokumbuka, anakumbuka wakati joka lile kama linamfunga. Na anakumbuka tukio la pili likiwa linamwachia kwenye makaburi fulani hapo Bagamoyo hapo. Kwa hiyo anakumbuka wakati linamwachia, linaondoka, akaachwa kwenye makaburi. Ndipo wanakuja watu, wanapita njia, wanamwona yule mtoto pale, wanamfahamu. Taarifa imeshatolewa polisi na kila kitu, mtoto amepotea. Wanamkuta pale, mtoto anawatazama wale kama vile anaogopa. Wale wakamchukua wakampeleka kwa taratibu za kiserikali za kawaida. Akahojiwa, alivyohojiwa akasimulia story yote. Kuna wanaoamini, kuna ambao hawaamini. Lakini kilichonigusa ni hiki, wakati mama yake anamwambia ilikuwa kuaje, anasema Pastor Mbaga alitufundisha kwamba kama tukishindwa maombi yote tutamke neno moja tu, Yesu niokoe. Simple. Asema hicho ndicho nilikumbuka, nikajua hapa ni Yesu tu.